Uteuzi wa mtoto na mkwe wa Rais Samia Suluhu Hassan katika baraza jipya la mawaziri umezua minong'ono na maswali mengi. Mimi Wanu Hafidh Amer. Mimi Mohamed Omar Mchengerwa. Kwamba ndio wenye elimu, maarifa na uzoefu bora zaidi ya wabunge wote, au hana imani na wengine katika kumletea matokeo anayoyataka. Lakini Rais Samia si rais wa kwanza au pekee barani Afrika au hata kwingineko duniani kuchagua mtoto au ndugu yake wa karibu katika utumishi wa juu wa serikali. Mwaka jana tu rais wa Guinea ya Ikweta Teodoro Obiang Nguema alimpandisha cheo mtoto wake Theodorin Nguema Obiang kuwa makamu wa rais na msimamizi wa masuala ya ulinzi na usalama. Kabla ya hapo mtoto huyu alikuwa makamu wa rais wa pili tangu mwaka 2012. Jirani hapa nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni amemteua mke wake Janet kuwa waziri wa elimu. Lakini kabla ya hapo, Mama Janet alikuwa waziri anayeshughulikia masuala ya eneo la Karamoja. Majirani wengine nchini Rwanda, watoto wote wa Rais Paul Kagame wapo katika utumishi wa umma. Mwaka 2023, Rais Kagame alimteua binti yake kuwa makamu mkurugenzi mtendaji katika taasisi ambayo inabuni na kushauri sera na mikakati mingine ya maendeleo nchini humo. Mtoto mwingine, Ivan, yupo katika bodi ya maendeleo ya Rwanda, wakati Ian na Brian wapo jeshini wenyewe, huku Ian akiwa mmoja wa walinzi wa baba yake Kagame. Nchini Marekani, Ivanka Trump amewahi kuwa mshauri wa baba yake Rais Donald Trump, wakati mumewe amekuwa mjumbe maalum katika nchi za Mashariki ya Kati. Hii maana yake nini? Kwa nini viongozi waache wananchi wengine wote alafu waishie kuteua watoto au ndugu zao wa karibu katika nafasi za juu za uongozi? Kuna sababu nyingi, zingine hatuwezi hata kuzijua, lakini zifuatazo ni baadhi tu. Kwanza ni ishara ya kudhoofika kwa taasisi nyeti na zingine katika nchi husika, kwamba taasisi kama bunge, mahakama, vyombo vya usalama, vyama vyao vya siasa na hata vyombo vya habari vinakuwa dhaifu sana kiasi kwamba haviwezi kutegemewa kutoa matokeo yanayotarajiwa. Panapokuwa na hali kama hii, hawa viongozi huamua kutegemea ndugu zao au wanafamilia wao wa karibu kuwa na uhakika zaidi wa kupata matokeo wanayoyataka. Kwa maneno mengine, viongozi hawa wakati mwingine wanaweka hata pembeni sifa na uzoefu unaohitajika kufanya kazi fulani na kutegemea zaidi uhakika wa kudhibiti na kubaki salama. Sababu nyingine ni wasiwasi wa kusalitiwa. Unafahamu, hata kama uwanja wa siasa unaweza kuonekana kuwa mfinyu kwa wapinzani, mara nyingi hata siasa za ndani ya chama tawala na zenyewe hubadilika kwa kasi sana, mara nyingi bila hata kutegemewa. Kwa hivyo ni rahisi sana kwa viongozi kuwaangalia hata wale maswaiba wao wa karibu, makomredi wao, kwa jicho la tahadhari. Maana yake ni kwamba muda wowote unaweza kubadilika na kugeuka kuwa washindani wao. Kiongozi anapowaza hivyo, wanafamilia wanakuwa ndio chaguo salama zaidi. Damu nzito kuliko maji, eti Waswahili walisema. Sababu nyingine inataka kufanana kidogo na hiyo iliyopita. Viongozi hawa wa nchi huwa wanakuwa na watu fulani wachache tu ambao huwa wanawaamini kuwasaidia aidha moja kwa moja au kuwaletea watu ambao watawasaidia. Sasa kiongozi anapoishia kuwachagua wanafamilia wake katika nyadhifa nyeti, hiyo inawezekana ikawa ishara kwamba hawa watu wachache wameendelea kuwa wachache zaidi kiasi kwamba huyo kiongozi anapata wakati mgumu kuwaamini hao wachache waliobaki. Chaguo salama zaidi inakuwa hao wanafamilia wake. Kwa bahati mbaya, mahala popote duniani ambako teuzi kama hizi za wanafamilia wa viongozi zimefanyika, zimesababisha vinyongo na manunguniko kwa taifa kwa ujumla. Wewe unadhani kwa nini viongozi wanachagua watoto wao au wanafamilia wao katika nafasi nyeti kabisa za uongozi wa nchi? Tuandikie maoni yako hapo.